Kwa hiyo sisi tutaendelea kueleza ukweli. Sisi tutaendelea kueleza ukweli. Sisi wenyewe ni wahanga kama kanisa. Sasa hivi huko mkakati wa kuteka, nimekwambia tangu Agosti tulishapewa warning. Nadhani hata juzi mliona warning, rais wa baraza akae makini, anawindwa, atapotezwa, atafanywa nini. Ilitokea juzi kwenye social media. Hatupuzi. Hata mimi maamuzi haya yalifanywa Novemba ni wawe, nikapelekewa taarifa Disemba, nikaja kushughulikiwa Aprili, na huenda inaendelea. Lakini sio hiyo tu, ametekwa Padri Mafinga. Unasikia wanasema huyu padri ana matatizo haya, baadaye nageuka padri alijiteka. Lakini padri ametoka benki, ameingia kwenye gari, baadaye ameingia kwenye gari na watu wengine wakiingia kwenye gari, yakaendelea aliyoendelea, baadaye yuko mahabusu. Padri Nikata wa pili, tarehe 26 juzi, Jumatano iliyopita, mtakaji mwanafunzi wa utawa wa usista ametekwa Mwanza. Tunavyoongea sasa hivi, juzi Jumatano tarehe 26, juzi, leo tarehe 1, siku 4 zilizopita. Sasa tunapoongea vitu kama hivi, kusema kwamba labda serikali imeweka mikakati ya kukomesha hili na kanisa, mnadhani sisi kazi yetu tusikilizwe tusisikilizwe, tutaongea, ila yasipofanyiwa kazi, nyinyi wananchi mtajua, wala viongozi wetu wa kiroho walitutahadharisha. Na sisi tunaamini kwenye mazungumzano, na mazungumzano yanaanza na ukweli. Bila ukweli hakuna mazungumzano, hakuna afu wewe viongozi wa dini au yani mtu ambaye ana roho nzuri, hata nyinyi hapa, mtu mwenye roho nzuri hamwezi kuongea kitu cha maana kwa kudanganyana. Lazima mbezi kwenye ukweli. Bila ukweli hamwezi kuongea kitu cha maana, na sio kuwahiana kusema mimi nitamtriki, nitunge swali, nidhani nitamtisha, nitafanya hivi. Hapana.